makofi na vigelegele. Bwana asifiwe. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Kama unapenda Yesu, piga makofi. Haleluya. Amen. Amen. Basi ninamshukuru Mungu aliyenipa neema ya kuwepo mahali hapa. Kwa majina yangu naitwa Meli Mgeji. Kwa sababu mchungaji amekwisha kuomba, basi moja kwa moja nitaenda kusoma neno ambalo mtumishi wa Mungu ataenda kulifundisha siku ya leo. Somo linasema kwamba rudi kwenye njia. Rudi kwenye njia. Haleluya. Rudi kwenye njia. Na nitasoma maandiko yafuatayo. Yeremia 6 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Nitasoma Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Namalizia na Isaya sura ya 55 mstari wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Wakati mtumishi wa Mungu anakuja mahali hapa, ongeza makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ape sifa. Mungu wetu asifiwe sana. Pigie makofi mengi sana Yesu. Ongeza makofi mengi sana kwa Bwana Yesu. Ongeza makofi mengi sana kwa mfalme Yesu. Haleluya. Amen. Awali ya yote napenda kumshukuru huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ametupa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa majina yangu naitwa Andrea Hamisi Musa, ni mwanafunzi wa chuo cha FM ama usimamizi wa fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu tupo Lushoto kwa ajili ya kutangaza habari njema za Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninatambua uwepo wa Mungu aliye hai mahali hapa, lakini pia ninatambua uwepo wa baba yetu mpendwa Bishop James Matias pamoja na wachungaji, lakini pia pamoja na viongozi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na washirika, pamoja na wote ambao mpo mahali hapa. Mungu wetu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie mwenzako jiandae kupokea kutoka kwa Bwana. Mwambie tena jiandae Mungu kusema na wewe. Haleluya. Amen. Kama mtumishi wa Mungu alivyokwisha kutangulia kuzungumza kwa habari ya kichwa cha siku ya leo cha somo letu inasema rudi kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rudi kwenye njia. Ni muhimu sana tukatambua kwamba
Njia ndio inamuongoza mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni kupitia njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Njia ndio inamuongoza mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia nimekumbushwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tunatambua uwepo wa wale ambao wanatufuatilia online. Bwana Yesu asifiwe. Tupo pamoja nao. Bwana Yesu apewe sana. Njia ndio inamuongoza mtu kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, ama kwa namna nyingine, ama kwa maneno mengine unaweza kusema njia ni ramani ambayo inamwelekeza mtu, inampa mtu mwelekeo wa kule anapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo njia hiyo inaweza ikawa ni nzuri ama inaweza ikawa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo ya mema ama matokeo ya mabaya ni matokeo ya njia ambayo mtu amechagua. Njia ambayo umechagua inaweza kukupa mema ama ikakupa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini leo ninazo habari njema. Mwambie mwenzako leo zipo habari njema. Mwambie tena zipo habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Usoma maandiko ya Yeremia 6:16. Mungu anazungumza na Yeremia kwamba simama katika njia kuu ukapate kuuliza mapito ya zamani, iko wapi njia hiyo njema, iko wapi njia ambayo ni nzuri, mkapate kuenenda katika hiyo njia. Lakini maandiko yananiambia kwamba watu walikataa kwenda kwenye hiyo njia, walisema hatutaki kuenenda kwenye hiyo njia. Leo ninazo habari njema, wewe mtu wa Lushoto, ya kwamba ipo njia hiyo njema, ya kwamba ipo njia ambayo ni nzuri, na hiyo njia ni Yesu Kristo, na hiyo njia ni mwana wa Mungu ambaye alishuka ili kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye ufalme wa giza amuingize kwenye ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanazungumza kwamba nanyi mtapata laana nafsini mwenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maandiko yananiambia kwenye kitabu kile cha Yohana 14, Yesu akiwa anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia wanafunzi wake ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Baba, niamini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Nami niendako, ili Biblia inazungumza kwamba ninaenda kuandalia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaenda kuandalieni mahali ili mimi nilipo nanyi mwepo. Yesu wetu asifiwe sana. Haleluya. Mahala ambapo Yesu yupo na sisi kanisa tupo. Mahala ambapo Yesu yupo na sisi kanisa tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanazungumza kwamba Yesu ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Mwenyezi. Mahala pale ambapo yeye yupo ndipo na sisi tupo pale. Ndio. Amina. Tomaso akasema, Bwana, wawezaje kuambia kwamba uendako tunaijua njia? Hatuijui sisi njia. Ngumu kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia kwamba mimi ndimi njia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi hiyo njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana huwezi kumwendea Baba pasipo kupita kwenye hiyo njia ambayo inaitwa njia ya Yesu. Huwezi kumwendea Mungu aliye hai pasipo kupita kwenye hiyo njia ambayo inaitwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni njia ya kwenda kwa Mungu aliye hai. Ni njia ya sisi kuulisi uzima wa milele. Njia ya Kristo hauwezi kuulisi uzima wa milele. Maandiko yanazungumza kwamba msidanganyike ya kwamba wazinzi hawataurithi ufalme wa mbinguni, wala walevi hawataurithi ufalme wa mbinguni, ila ni kupitia Kristo Yesu mtu atakuwa na uwezo wa kuurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndio njia iliyo hai. Yesu ndio njia iliyo njema. Mungu anamwambia Yeremia waambie wanangu ya kwamba uliza mapito ya zamani, iko wapi njia iliyo njema, kapate kuenenda katika hiyo njia. Biblia inazungumza kwamba matokeo ya kwenda kwenye hiyo njia nanyi mtapata raha nafsini mwenu.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Watu wa Tanga Lushoto, Bwana Yesu asifiwe. Makutano ya kumbe ukiendea njia, ukiendea hiyo njia ambayo inaitwa njia ya Yesu, utapata raha, utapata raha kwenye nafsi yako. Ni moja kati ya faida ambayo utaipata ukiamua kumfuata huyu Yesu. Nje ya Yesu hakuna raha, nje ya Yesu hakuna amani, nje ya Yesu hakuna furaha, nje ya Yesu hakuna pumziko. Lakini kupitia huyu Yesu Kristo tunapata pumziko, kupitia huyu Yesu Kristo tunapata raha. Maandiko yanazungumza kwamba tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana. Unatubu, maana unarejea kwenye njia, unatubu, unarejea kwenye njia, na hiyo njia ni Yesu Kristo ambaye anaweza kusamehe dhambi zako. Akishakusamehe unapata raha, zinakuja nyakati za kuburudishwa. Ulikuwa una amani, unapata amani. Ulikuwa una furaha, unapata furaha. Ulikuwa una pumziko, unapata pumziko, maana yeye ndiye pumziko. Anazungumza kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, nami nitawapumzisha. Maana kuna mizigo ambayo mwanadamu anayo imemlemea, lakini Yesu ni pumziko. Ukimpelekea mzigo anakupumzisha. Umalaya ni mzigo, uongo ni mzigo, uganga ni mzigo, uchawi ni mzigo. Pelekee Yesu apate kukutoa, pelekee Yesu apate kukutoa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nampenda huyu Yesu Mgalilaya, maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima, ndiye njia ya kweli na uzima. Maandiko yanazungumza kwamba ukienda kwa Yesu hautaishia tu kumpata yeye. No, Biblia inazungumza kwamba utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo dhambi inayokutesa ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wapo ndani ya kanisa, lakini bado kuna vizambi vya sirini bado wanavifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapo kanisani, lakini bado kuna vizambi vya sirini bado wanavifanya. Na wengine ni watumishi wa Mungu kabisa, ni wachungaji ambao wanasimama madhabahuni, lakini bado kuna dhambi zingine za siri wanazifanya. Daudi anasema, Bwana, nitakase na mambo ya siri, unizuilie nisije nikatenda mambo ya kiburi. Maana kuna dhambi za sirini ambazo mtu anazifanya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia huyu Yesu ambaye ni njia, hiyo dhambi inakuachia, huo uovu unakuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana una dini yako nzuri. Dini sio mlango wa kwenda mbinguni, mpendwa. Dini sio njia ya kwenda mbinguni. Inawezekana dini yako ni ndo dini mama, na unajivunia kwamba na dini yangu ambayo ni mama, lakini nataka nikwambia kwamba hiyo dini haina uwezo wa kukupeleka mbinguni, ya kwamba hiyo dini haina uwezo wa kukufanya wewe upate kumwona Baba. Ni njia pekee tu ambayo inaitwa njia ya Yesu Kristo, ambaye anaitwa ni Yesu Kristo. Ndiye njia ya wewe kwenda mbinguni, ndio njia ya wewe kupata uzima milele. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo siku moja alikutana na watu wa Esene, akasema, enyi watu wa Esene, katika pitapita zangu nimegundua kwamba nyinyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Mnazania kwamba dini yenu ina uwezo wa kuwaokoa, dini yenu ina uwezo wa kuwapa uzima milele, na madhabahu yao ilikuwa imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Lakini Paulo anawaambia kwamba enyi watu wa Esene, mimi ninawahubiria habari za Kristo ambaye mnamwabudu pasipo kumjua, na mimi nimekuletea leo habari njema
za Yesu Kristo, ya kwamba njia ya kweli na uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dini yako haina uwezo mpendwa wa kupeleka mbinguni. Unaweza ukawa na dini nzuri na inaheshimika na bado isikupeleke mbinguni. Amen. Sema tupone. Ukawa unaingia kanisani kila siku na bado ukakosa uzima wa milele. Mchungaji wako hawezi akakupeleka mbinguni, japokuwa atakupa maelekezo ya kwenda mbinguni. Askofu wako hana uwezo, hana mbingu ya kupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Yesu tu ndiye aliye na uwezo wa kupeleka wewe mahala ambapo ni sahihi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini namtukuza huyu Mungu aliye hai. Alipoona mwanadamu amepotea, mwanadamu amekosa mahusiano mazuri, amekosa mahusiano mazuri, amekosa mawasiliano mazuri kati yake yeye na mwanadamu, akaamua kumtoa huyu Yesu ili afanyike kuwa dhabihu ya kuturudisha sote. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanazungumza kwamba kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kupitia Yesu tunapata uzima wa milele. Na Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya makutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya anaandika kitu kimoja, anasema tafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni yeye madamu yu karibu. Mtu mbaya aache njia yake, mtu asiye haki aache mawazo yake mabaya na arejee kwa Mungu, na Mungu atamrehemu, Mungu atamsamehe, maana arudi kwenye njia, na hiyo njia inaitwa Yesu Kristo. Na hiyo njia ina uwezo wa kusamehe dhambi, ina uwezo wa kumtakasa mtu na maovu alionao, ina uwezo wa kumtakasa mtu na dhambi na uovu alionao. Amen. Nikupitia Yesu, nikupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijaja kukuhubiria hapa habari za Injili, wala sijaja kukuhubiria hapa habari za madhehebu. Madhehebu hayana uwezo wa kupeleka mtu mbinguni. Unaweza ukawa na dhehebu zuri na bado usiingie mbinguni. Na wengine wanajivunia kwamba mimi dhehebu langu ni zuri, lina miaka mingi. Pamoja na kuwa lina miaka mingi, lakini bado halina uwezo wa kupeleka mbinguni. Ni Yesu tu peke yake ndiye aliye na uwezo wa kupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tomaso alitamani kujua hiyo njia ambayo Yesu anaizungumza, ya kwamba ni njia gani. Yesu akajifunua kwamba yeye ndiye njia. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukimpata Yesu umepata pumziko. Amen. Ukimpata Yesu umepata raha. Amen. Kuna watu ndoa zao zina amani, familia zao zina amani, koo zao zina amani. Kule kazini kwako ambako umeajiriwa hakuna amani. Aliye na uwezo wa kutoa amani ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye mfalme wa amani. Ukimpokea yeye anaachilia amani mahala ambapo kuna amani. Ukimpokea yeye kwenye ndoa yako kwamba kuna magomvi, anaachilia amani kati yako na mume wako, kati yako na mke wako, kati yako na watoto wako, kati yako na wadogo zako, kati yako na ndugu zako, anaachilia amani. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na itaishia hapo tu, atakupa uzima milele. Maandiko yanazungumza kwamba kila aliye mwana anao uzima. Haleluya. Ukiwa na Yesu uzima wa milele unao. Amen. Mwambie mwenzako ukiwa na Yesu uzima wa milele unao. Mwambie tena ukiwa na Yesu uzima wa milele unao. Ukiwa na Yesu uzima wa milele unao. Mwambie tena ukiwa na Yesu ndoa yako ina uzima. Ukiwa na Yesu ndoa yako ina uzima. Wengine wanazungumza hapa nyao.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ni Yesu pekee ndiye aliye na uwezo wa kumpa mtu uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema mtumishi, unazungumza kitu gani? Mimi nina mali Bwana, mimi nina mashamba, mimi nina vitu vizuri, nina maduka na kazi nzuri, lakini nataka nikwambia kwamba pamoja na yote hayo ambayo unayo, hayana uwezo wa kukupa uzima wa milele. Hayana uwezo wa kukupa uzima wa milele. Aliye na uwezo wa kukupa uzima wa milele ni Yesu Kristo. Yesu pekee yake ndiye aliye na uwezo wa kumpa mtu uzima. Kuna wengine wanajifunia mali walizonazo. Sikiliza, maandiko yanazungumza kwamba kwenye kile kitabu cha Luka 12, Yesu akiwa kwenye mkutano, kijana mmoja akamwambia Yesu ya kwamba, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie sehemu ya urithi. Baba yao aliwaachia urithi, lakini yule ndugu yake akawa anakataa kumpa ndugu yake sehemu ya urithi. Maana kama ni mashamba akayataifisha yeye mwenyewe, kama ni maduka akabaki nayo yeye mwenyewe, kama ni mambo mazuri akabaki nayo yeye mwenyewe, kama walikuwa na mifugo akabaki nayo yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu anazungumza kwamba ni nani aliyekuambia wewe ya kwamba mimi ni mwamuzi kati yako na ndugu yako? Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alafu akageukia makutano, akayaambia makutano ya kwamba jilindeni na choyo, maana uzima mtu haupo kwenye wingi wa vitu alivyonavyo. Amen. Anaweza akawa na vitu vingi lakini haviwezi kumpatia uzima. Amen. Anaweza akawa na mali nyingi lakini hazina uwezo wa kumpatia uzima. Anaweza akawa na mashamba mazuri, hayana uwezo wa kumpatia uzima. Amen. Aliye na uwezo wa kumpatia mtu uzima milele ni Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Akaambia misali ya kwamba, sikilizeni, kulikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa na mashamba yake akazaa sana, akana mazao mengi, mavuno mengi. Akawaza ndani ya moyo wake ya kwamba haya mavuno nitayaweka wapi? Maana ghala aliyokuwa nayo ilikuwa ni ghala ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Maandiko yanazungumza kwamba yule tajiri akawaza ndani ya moyo wake ya kwamba nitazivunja hizo ghala zingine ambazo ninazo, nitatengeneza ghala nyingine kubwa, kisha nitakusanya mazao yangu na nitaweka kwenye hilo ghala. Ndipo nitaiambia nafsi yangu, nafsi yangu, umejikusanyia vitu vingi vyema, upumzike sasa, ule ufurahi. Mungu, Biblia inazungumza kwamba Mungu alimwambia yule tajiri kwamba mpumbavu wewe. Amen, 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 amen. Amen. Na maandiko yanazungumza kwamba mpumbavu amesema moyoni mwake ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamwambia yule tajiri kwamba mpumbavu wewe, vitu ambavyo umejiwekea akiba, ni nani ambaye atavila? Nani ambaye atavifaidi? Maandiko yanazungumza kwamba ndivyo alivyo mtu ajiwekea akiba kwa ajili ya nafsi yake, asijitajirishe kwa Mungu aliye. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakuwa anamaanisha kwamba usijiwekea akiba. Yesu hakuwa anamaanisha kwamba usiwe na vitu vizuri. Kuwa na vitu vizuri lakini hakikisha unaye Yesu. Amen. Kuwa na mambo mazuri hakikisha unaye Yesu. Kuwa na maduka mazuri hakikisha unaye Yesu. Kuwa na mali nyingi hakikisha unaye Yesu. Kuwa na mashamba mazuri hakikisha unaye Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inazungumza kwamba kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa anavaa mavazi ya rangi za zambarau na za kitani safi, na alikuwa anakula chakula. Biblia inazungumza kwamba alikuwa anakula chakula cha nasa. Lakini kulikuwa kuna maskini mmoja alikuwa anaitwa Lazaro. Alikuwa anaitwa Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Siku moja Lazaro akafa. Lazaro alipokufa akapokelewa kifuani mwa Ibrahimu. Na siku ya yule tajiri ilipofika akafa, akazikwa kwa heshima zote za kitajiri. Lakini maandiko yanazungumza kwamba aliambulia kwenda kuzimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana apewe sifa. Haleluya. Akiwa kule kuzimu akanyanyua macho yake juu,
akamwona Lazaro ameketi kwenye kifua cha Ibrahimu. Akamwambia, baba Ibrahimu, mwambie Lazaro achovye angalau ncha ya kidole chake kwenye maji au burudishe ulimi wangu, maana mateso aliyoko huku sio ya kawaida. Ninaungua huku na moto. Bwana apewe sifa. Ibrahimu akamwambia yule tajiri, kumbuka kwamba ulipokuwa duniani ulikula yaliyo mema. Lazaro alipata mabaya, naye sasa hivi anafarijiwa kwenye kifua changu. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka nikwambie nini, mwana wa Mungu, ya kwamba uzima wa mtu haupo kwenye wingi wa vitu alivyo navyo. Yule tajiri alikuwa na vitu, yule tajiri alikuwa anavaa vizuri Bwana, yule tajiri alikuwa anakula vizuri Bwana, lakini bado na mambo yote hayo hayakuweza kumpatia uzima.